Mwigizaji bora wa kiume, Best Male Director, wanawania ni Solomon Rais, filamu Susana. Mbulu Mohamed, filamu Business India. Malcolm Hamis Shaban, filamu Baraka Tatu. Ramar King, filamu My Son. Nasubiri kuona nani ni nani. Mwenyekiti tunaliruhusu niongee au tuongee kwanza? Nakuruhusu. Protokoli imekuwa ngumu kidogo kwa sababu mwenyekiti ndio mwenye tamasha lake pia kwenye tuzo zake kupitia bodi ya filamu. Ingawa katibu mkuu yeye ndio mwenye mamlaka yote na utendaji wote wa hili tukio ambalo mnaliona hapa. Tumeitwa mimi na mwenyekiti wangu kusema jambo moja tu. Nalo ni kutoa tuzo ya uongozi mahiri wa filamu na ubunifu wa kuwasilisha filamu ndefu. Nasi kama bodi ya filamu, kwa wingi huu umati uliopo hapa, tunafurahi kubwa kumtangaza mshindi huyu ni mwenyekiti. Useme wewe sasa. Ni Ramar King. Kwa mara nyingine tena. Karibu jukwani ili kuchukua fursa yako. Karibu sana mzangu, hongera nyingi mno. Karibu sana. Leo. Hiyo ni timu ambayo ilitengeneza tamthilia bora ya Punji. Suleiman Zuko, Isarito Magalindile, pamoja na Ramar King. Hongera kwenu. Jamani, nimepata mchumba wangu huko Valentine. Happy Valentine. Nafurahi sana kuwa hapa. Nitoe shukrani Mungu, alhamdulillah. Nitoe shukrani kwa familia yangu, mama yangu na watu wote ambao wananisupport. Nitoe shukrani kwa timu nzima ya My Son. Guys, I pushed it to the limit. Tulifanya mimi My Son ilikuwa ni kazi ngumu sana. Lakini matunda yake mnayaona. Hii ni ya 5 guys. Thank you. Shukrani. Fresh kabisa. Harakati zinaenda vizuri kama unavyoona hivi. Siku yangu nzuri sana. Hongera sana. Asante sana. Wakati tunatoka nyumbani, kitu gani ambacho unafikiria kichwani kwenye hizo sasa? Wao kweli wanasherehekea mambo ya damu leo. Kuhusu wewe, kuhusu mimi. Yaani ni confidence au labda nilikuwa na manifest, unajua kila kitu nataka manifest. So natoka nyumbani nilikuwa najua hii. Kusherehekea waliopata award, lakini wote ni washindi. Kiasi gani kufanya kazi na Isarito? Na ambao hawakushinda wote ni washindi. Mkubwa sana kwa sababu wameingia kwenye mchakato. Sisi hatufanyi movie za kawaida, tunafanya movie za genre, yani movie ya aina ni kama it's a horror, it's action, kama ni blockbuster. Hatufanyi tu drama tukakaa. Kwa hiyo always tukiingia set, it's always about developing new character. Tutasema sasa hivi watu wamekuzoea kuonekana hivi, inabidi ubadilike. Ni kama kwenye movie sasa hivi umeona Jigwa amebadilika, iko na dread, muonekana tofauti kabisa. Trace umemwona hujamzoea hata yule wa Bunji au wa Jua Kali, tofauti. So it's good kama hivyo. It's quite a challenge kumbadilisha mtu ambaye tayari unajua Tanzania tupo kwenye industry ambayo series zinaruka kila siku. Wasanii wetu wanaonekana kila siku. Kwa hiyo kuchukua wasanii wao na kuwaweka katika kazi yako alafu vionekane vitu superb, yani mtu asiweze kuwatambua, it's quite a challenge. Kwa hiyo tunapata tabu sana, lakini kama hivi tabu nyingi kwenye kushuti, vicheko ni vingi.
Okay, by the way, Bunji ilikuchongea barabara kiasi gani kwenye career yako? Sincerely, Bunji ndo kazi yangu ya kwanza niseme professionally na kuingia kuruka katika live stream. So imenipeleka mbele sana kwa sababu people didn't know me, nilikuwa sijulikani. Lakini kwenye Maisani imenisaidia kwa sababu nimeweza kupata timu nzuri na kila team na kila crew ambayo nitakayempata alikuwa tayari anajua huyu mshikaji anaenda na vision, kwa hiyo inabidi nifuate vision yake. Lakini mara kwanza ilikuwa quite a challenge. Kwa hiyo Bunji imetupa mafanikio mazuri na Bunji ndio imenifanya mimi niwepo hapa na shika hii trip. So Bunji naishukuru mpaka leo, mpaka kesho, mpaka kesho. Okay, by the way, stories zako ni ngumu sana kama ambavyo umesema hapo awali. Stories zako ni ngumu sana. Unahisi umeamua tu kuchagua huo upande au unakwepa zile story ambazo zina urahisi? Ambazo zina urahisi lakini zinakuwa zina kitu. Unazikwepa au umeamua tu kwa upande huo? Nazikwepa. Kwa nini? Nisingependa kushuti kitu cha kawaida. Okay, kwa mfano wewe katika kukua kwako unakutana na wale wanawadisaga story, bibi nani sijui yupi. Ukikaaga kwenye kusimuliwa story, haihadisiwi story yoyote tu. Ile story utaona huyu sijui alienda hivi, huyu yani hata kama kuna uongo lakini inakuwa ni story ya kufikirika, lakini sio ya maisha ya kawaida. So hata na mimi kwenye story sipendi kusimulia story ambayo inauboa itakayomfanya mtu asiendelee kuangalia na kuangalia. Mimi nataka nichague story ngumu, kwanza mtu kisoma script unasema hii itafanyika kweli, si ndio tunachukua hiyo na tunaifanya. Mwisho wa siku unaona yani matunda ya hapo na tunafanikiwa. Siwezi kusahau Bodi kwa sababu kama hii story tunakuwa nafanya Maisani ilikuwa scene moja ya kuteka daraja at Tanzanite. Imagine watu kwenye bodaboda kwenye bike wanateka hawa msafara fulani, ilikuwa very complicated. Na without body ya film singeweza kufanikisha ile scene. Na hiyo scene ndio imebeba almost 60-40% kwa sababu ilikuwa inaanza tunaona hiyo scene. Kwa hiyo for me story ngumu ndio story za kufanya na story rahisi kwa nini uchague kitu kirahisi alafu iliwe. So yeah, ndio hivyo. Okay, by the way, story ngumu ambazo tunazizungumzia hapa wewe umezifanya kwa ukubwa. Je, kuna kitu gani ambacho unaweza ukashauri maybe serikali kuweza kuwasaidia watu kama nyinyi watengenezaji wa filamu ili kuweza kurahisisha wakati wa kutengeneza filamu ili iwe easy? Sababu naamini kama ambavyo umesema kwenye hilo daraja la Tanzanite ambapo umesema lazima mna vibali na nini na nini. So kuna vitu gani ambavyo unahitaji serikali vivitazame kwa jicho jingine ili kuweza kuwarahisishia nyinyi kuweza kufanya kazi kwa ubora? Mimi nafikiri serikali tayari ipo na sisi. Toka kwenye kufanya tulishauriwa sana na bodi toka tunafanya Bunji kwamba tushirikisheni tuwasaidie. Ushuti Tanzanite ilikuwa almost impossible, alafu tayari washaita zile sheria mpya ya kuwa ushuti pale vibali vimekataliwa, lakini walituassist. Na pia ukianza kufuatilia mapema vitu vingi utaanza kuvijua kwa sababu siku ambayo tutakiwa tushoot kulikuwa kuna msafara vitu vya serikali, tukashauriwa kwamba hii siku hauwezi ukashoot ukafanya hivi, siku nzuri ni siku hii hapa. Kwa hiyo mimi nafikiri watu wote sasa hivi tuelekee sana kwenye serikali, tuelekeze sana nguvu zetu kwenye bodi ya filamu. Inamaanisha story unapoiandika ipeleke bodi ya filamu kwenye vibali na location zote, wapo wanatusaidia na wao wanatusubiri. Sema shida yetu ni tunakuwa wakwepa sana, na ndio maana. Lakini mimi personally nimefaidika na bodi ya filamu kwa vile nilipeleka story yangu mapema na wakakagua mapema, na vibali vingi na location nyingi tumepata kwa sababu yao. So, okay. Yeah. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilishia kupata nafasi ya kuigiza kwenye filamu ambayo uliandaa Mlinzi. The first time ilikuwa kwenye app, lakini baadaye tena tukaona umerudisha YouTube, kaika YouTube. Nini kile happen?